Wa minha, na katika miongoni mwa faida za kumcha Mola, at-ta'yidu wan-nasru, ni kupata nguvu na kupata nusra. At-ta'yidu ni kupata nguvu, wan-nasru, na pia vile vile kupata nusra kutoka kwa nani? Kwa Mola subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema inna Allah, kama Mwenyezi Mungu, ma'al ladhina taqaw, yupo pamoja na wale wamchao Mola subhanahu wa ta'ala, walladhina hum muhsinun, na pia vile vile yupo na wale ambao hum, hao muhsinun, ni wenye kufanya ihsani. Mola huyo subhanahu wa ta'ala ndio yupo na watu wa namna kama hiyo. Kwa hiyo unapokuwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi ile kuwa yako Mwenyezi Mungu anakupa nguvu ya ziada uweze kushinda mambo ambayo sio mambo ambayo yatakayokuja kukudhihirikia wewe katika maisha yako ambayo ni magumu. Pia vile vile Mwenyezi Mungu anakunusuru. Sababu gani? Kwa sababu Mungu yupo upande wako, jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Nasema wa minha, na miongoni mwa faida za taqwa, ad-darajatul ulya, ni kupata madaraja ya juu. Ad-darajatul ulya ni kupata madaraja ya juu, wal martabatul quswa, na kupata vile vile madaraja ya juu, martaba ya juu, wal martabatul quswa, na kupata martaba ya juu zaidi. Allati, martaba ambayo, hiya mahabbatullahi, hayo martaba ya juu kabisa ni yapi? Asema ni yale ambayo, hiya, hayo, mahabbatullahi, ni yale mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Maana yake mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanakuthibitikia juu yako, ndiyo martaba ya juu kwelikweli, kama Mwenyezi Mungu alivyosema inna Allaha ma'al muttaqin, hakika ya Mola subhanahu wa ta'ala yupo sambamba, yupo pamoja na wale muttaqina, wale wanaomcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu hawezi kuwa pamoja na wewe kama hakupendi, lakini kama anakupenda kwa kupitia yale matendo yako mema, basi anakuwa pamoja na wewe. Anasema walau lam yakun fi taqwa siwa hadhihi alkhaslati lakafat, na lau kama kusingelikuwa kwenye takwa, kusingelikuwa kwenye takwa, siwa hadhihi alkhaslati, isipokuwa ni mambo haya tu tuliyoyasema, tuliyoyataja faida zake. Lau kama kungelikuwa hakuna kitu chengine ambacho atakachokipata mja, yani tuseme maana yake mathalan, lau kama kusingelikuwa na pepo na neema zake huko, lau ingelikuwa ni haya mambo ambayo tuliyoyataja hapa tu basi, anasema la kafat, au yangelitosha, yangelitosha. Asema fattaqwa kanzun adhimun, basi takwa ni hazina kubwa. Fattaqwa, basi takwa kanzun adhimun, ni hazina kubwa. La yafna, haishi, haimaliziki. Tahuddu dhunuba, takwa hufuta madhambi. Allati, madhambi ambayo, tasuddu nasa, yanawazuia watu madhambi kama hayo, an subulis salamati, kutokamana na njia ya salama, kutokamana na njia ya amani. Yale madhambi ambayo humzuilia mtu kutokamana na kusalimika, sababu wajua muda mwingine mtu kadiri anayofanya madhambi, basi yale madhambi huwa ndio yanamtia uvivu katika mwili wake kuweza kufanya taa mbalimbali, yale madhambi yale. Lakini ukajikwamua hivyo hivyo kidogo kidogo, we mwisho wa siku ukavuka daraja kama hile, ukapata takwa ndani ya moyo wako, basi ile takwa itakuwa ndio sababu ya kuweza kuyazuia yale madhambi ambayo yalikuwa yakikuzuia wewe kufanya nini? Kuweza kupata ile njia ya salama ya Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hiyo takwa, tahuddu dhunuba, inafuta madhambi, lati ambayo kwamba tasuddu nasa, huwazuia watu an subuli salama, kutokana na njia ya salama, njia ya amani. Faqad jama'ati taqwa khairati dunya wal akhirah, hakika imekusanya takwa khairi mbalimbali, khairati, khairi mbalimbali za ulimwengu, bimaana za hapa duniani, na pia vile vile khairi mbalimbali za kiakhira. Walillahi darul qaili, na ni pongezi zake huyu msemaji. Walillahi darul qaili, maana yake na ni pongezi zake huyu msemaji. Msemaji gani? Aliyesema, alqaili, aliyesema haya maneno, idhal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan walau kana kasiya wa khayru khisalil mar'i ta'atu rabbih wala khayra fi man kana lillahi asiya. Asema idhal mar'u, pindipo mtu, lam yalbas thiyaban min at-tuqa, hakujivisha nguo ya uchamungu, hakujivisha mja kama huyo nguo ya takwa.
basi taqallaba uriyanan, hugeuka yule mtu kuwa ni yau, bimaana kuwa ni uchi. Wa in kana kasia, ijapokuwa mtu kama yule atakuwa amevaa mavazi. Hata kama uvae nguo zako nzuri kiasi gani, ujisitiri maungo yako vizuri kiasi gani, lakini kama hufuati maamrisho ya Mola na hukataziki na yale Mola ambayo ameyakataza, basi wewe uuchi, wewe utakuwa uuchi. Bimaana kuna wale watu ambao wenye firasa, wenye maono ya ndani kabisa, akikuangalia tu ataona mbona huyu yupo hivi kuna salama kweli hapa, hivi kuna kusalimika kweli kwa huyu bwana huyu, kwa sababu anavyokuona wewe akuona tofauti na watu wengine wanavyokuona, kwa sababu yeye ana firasa. Kama alivyopokea Abu Sa'id al-Khudri kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya kuwa sema Mtume sallam semaje hadithi, ittaqu firasata al-mu'mini fa innahu yanzuru bi nuri llahi, iogopeni firasa ya mu'min, kwa sababu yule mu'min huwa anatazama kwa kupitia nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hadithi kama hiyo ipo katika Jami' ya al-Imam Tirmidhi, hadithi ambayo inapatikana mujalladi wa 5 ukurasa nambari 200, hadithi namba 3127. Kwa hiyo mu'min kama mu'min anapokuwa yuko sambamba, yupo benet na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutumia kila kitu cha yule mu'min. Macho yake huwa anamwangalia yule, miguu yake huwa anaitumia kutembelea nayo. Ala kulli hali, wale watu wenyewe wanaelewa na wanayafahamu vizuri mambo kama haya. Kwa hiyo mtu asipokuwa na uchaji katika moyo wake, kuna baadhi ya watu wakimuona kama hawa waumini wanatumia firasa ya Mwenyezi Mungu, wanamuona yani kwa muonekano ule kavaa nguo na watu wengine wanamuona kama kawaida, lakini huyu ambaye ana ziada ya uoni kwa kupitia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua hapa kuna tatizo. Kwa hiyo taqallaba uriyanan, hugeuka mtu kuwa uchi. Wa in kana kasia, ijapokuwa mtu kama yule amevaa mavazi, lakini kwa sababu hana vazi la ucha Mungu, hapo kuna tatizo. Anasema wa khairu khisalil mar'i ta'ati rabbuhu ta'ati rabbih, wa khairu khisalil mar'i, na jambo bora kwa mtu ta'atu rabbih, ni kule kumtii Mola wake. Hilo ndo jambo bora kwake yeye. Wala khaira, na wala hakuna khairi, fiman, kwa yule ambaye kana lillahi asiya, amekuwa huyo ni mwenye kumwasi Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwake yeye wala hakuna khairi. Mwisho wa siku atakwenda kula hasara mbele ya Mola Tabaraka wa Ta'ala. Wanasema fal ma'siyatu, basi maasiya tasuddu subul al-inbiati, huzuia maasiya kama yale njia za amani, njia za kusalimika, njia za kupata salama. Wasalamat, na pia vile vile huzuia njia za amani. Yote na maana moja. Ina adhabi, kutoka maana adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inazuia njia za kusalimika kutokana na adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na adhabi alimi, kutokana na adhabu kali, wa nari aljahimi, na moto wa jahannam. Wa min a'dhama ma yukhafu ala almurtakibi, na miongoni mwa yale makubwa zaidi ambayo huogopewa juu ya yule mwenye kupandikiza, ala almurtakibi, juu ya yule mwenye kufanya, mwenye kupandikiza madhambi juu ya madhambi, mwenye kufanya madhambi juu ya madhambi. Walmunahamiki fil maasi, na yale ambayo yanayoogopewa makubwa zaidi kwa yule mwenye kuzama. Munahamiki, mwenye kuzama, fil maasi, katika maasi. Ni kitu gani ambacho kinachoogopewa? Anasema suul khatima, kuogopewa kwake yeye mwisho mbaya. Suul khatima, kuogopewa kwake yeye mwisho mbaya. Waliyadhu billah, waliyadhu billahi ta'ala. Basi hifadhi ni ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, manake Mola tukinge bisababi itifai nuri al-imani, kwa sababu ya nini? Ya kuzimwa ile nuru ya imani. Bisawadi al-isyani, kwa sababu ya ule ukiza au ule weusi wa madhambi. Sababu weusi wa madhambi ukiwa mwingi, basi huwa inakuwa ni sababu ya kuzimwa ile nuru ya imani. Anaendelea kusema hapo, wa'lamu ya akhi rahimakallahu, nafahamu ewe ndugu yangu, Mola akurahamu, annahu, mambo yalivyo, yu'alaju bitatabbubi kulli da'in wa laysa lida'i dhanbika min ilaji siwa dhar'in ila arrahmani mahdin biniyati khaifi wa yaqini raji, au kama qala. Kuba tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله محمد